Sheila Nails and Beauty. Kama kawaida kwa wale wanawake wanaojisamini, huyu hapa yuko kwa ajili yako. Basi kumbuka anapatikana hapa Arusha, ni Arusha mjini. Anatoa huduma zifuatazo: Sheila Nails and Beauty. Kwanza anafanya makeup, touch up, yani ile simple glam. Lakini pia anafanya makeup ya matukio mbalimbali ya photo shooting. Bila pia anafanya brida, yani ni full glam. Bila kusahau ule urembo wa kucha. Ana uwezo kufanya kucha zako zikaonekana katika muonekano tofauti kwa rangi mbalimbali ambazo unapenda wewe mwanamke ambaye unajisamini. Ni huduma za kisasa na za kitaalamu zenye ubora wa hali ya juu. Usijiulize anapatikana wapi. Anapatikana Mianzini, ni pale kwa Mama Riverside. Lakini pia huduma za nywele anatoa. Anasuka mitindo yote, anafanya twisting, pia ana weaving. Anafanya pia hair styling, yani style zote zile za misuko ya aina mbalimbali. Ni Sheila Nails and Beauty. Lakini pia anazo hereni kali, lakini pia anazo cheni kali, bila kusahau zile sendo ambazo ni za aina mbalimbali, za rangi mbalimbali za kupendeza. Yani kuhusu accessories zote mbalimbali za masuala ya urembo ni pale kwa Sheila Nails and Beauty. Utaumia nikikupa. Yani sendo zote hizo unazoweza kuziona za mitindo mbalimbali zinapatikana pale. Lakini pia na pochi kali, pochi za kisasa. Mambo baby nakupa mambo, nakupa mambo baby nakupa. Anakuambia kila ambacho unakiona hapo katika screen yako kinapatikana pale kwenye ofisi yake. Ni Mianzini, kwa Mama Riverside. Ni wewe tu. Bei ni simple kabisa. Ni sawa sawa na bure. Usiogope kisa unaona kwenye TV yako. Hapana. Kama una tukio lako mbalimbali, wewe mwanadada, yani matukio mbalimbali. Basi kama una send off, unafunga ndoa, ni mtoto wa kike anabarikiwa, au anafanya graduation, basi Sheila anaweza kumremba kwa namna ambapo hata kamera yenyewe inakubali. Kweli huyu karembo na Sheila Nails and Beauty. Ni kupitia 076665 au 0645. Hapo utakuwa umemaliza. Lakini pale kwenye mitandao ya kijamii pia anapatikana, ikiwa ni pale YouTube, Instagram pamoja na Facebook. Unaandika tu Sheila Nails and Beauty. Basi utaona huduma zake mbalimbali. Nikwambie, hebu twende kwenye filamu yetu Ukweli hapa, ikiwa ni sehemu ya 8. Tukiwa na mzami na ukweli Sheila Nails and Beauty. Ni wewe tu. Here we go. Pale pale tulipoishia sehemu ya 7, 8 hii hapa. Kitu naita The Quiet Village. Sehemu ya 8 hii hapa. Basi hapa alikuwa mtu na dadake. Kabena Ofowi pamoja na Egiwa. Walikuwa wakizungumza namna ya kuweza kumpata Nafisa. Unajua wewe ni dadangu ambaye tunapendana sana. Najua utafanya hivyo. Mara ghafla kapita mtu speed ya kufa mtu. 290. Ha? Kumbe alikuwa akitolewa baro na mzee wa kazi. Ndio shetani hilo hapo. Ilibidi watulie mtu na dadake. Egiwa na Ofowi. Wamenata. Naweza sema amestopishwa na remote. Hakuna kujisogeza. Bana kwambia napenda kuita kijiji cha minong'ono. Yaani kunong'ona tu na kuongea kwa vitendo. Sauti haitakiwi. Huyu jamaa hataki sauti. Hata yani sauti yoyote ile inamkera. Wewe ukitaka kifo, toa mlio wote. Basi ilibidi ondoke aendelee na safari yake huyo kiumbe. Wana kijiji unapata mateso kweli kweli. Wataishi hivi mpaka lini? Mbio ni kuingia ndani. Hakuna nitaka kufa kirahisi rahisi. Basi wakati huo
Vipi? Leo aliweza kutana na Nafisa. Unanishangaza sana, sijui kukuonaga mazingira nyumbani hata siku moja. Wewe nasikiaga ukagi nyumbani kabisa. Unazurura. Lakini kuna jambo nilikuwa nahitaji kukuambia. Sawa, niambie tu. Mimi niko poa. Unajua pili ninapokuona najisikiaga vizuri. Unajua wewe ni mzuri eh? Namjua unamjuaga Ofori. Namuongelea yule Ofori kichwa kubwa yule. Unajua yule mtu ni mbaya kwako eh? Sasa kama utakuwa mzaifu, utaingia kwenye matatizo. Yeye huwa ametembea na wanawake wengi sana kwenye hichi kijiji. Na wengi amebahatika kuwapa ujauzito na kuwatelekeza. Sasa hivi amesema anahitaji kukutafutia mbinu hata akubake. Yule ni mjinga kabisa. Mimi sijamfanyia kitu chochote. Yule mtu ni mbaya. Jamaa sasa Fifi baadaye mwambie ukweli Nafisa kwamba Ofoi amesema anampenda na anahitaji kumuoa. Anakuja kumharibulia kabisa. Sasa je, mimi na Ofoi utamchagua nani? Mimi najua unanipenda bwana Nafisa. Yule Ofoi yule mwenye kichwa kikubwa. Hawezi kukupa chochote. Ila naomba uwe naye makini kabisa. Sasa sitasubutu kweli hawezi kunisogelea huyo Ofoi. Mimi nahitaji kukuoa wewe. Unajua wewe ni mwanamke ambaye ni jasiri sana hapa kijijini. Hivyo nitakuwa una mtu kama mimi. Na amesema kwamba anaweza kukuloga ukajikuta unampenda milele. Yaani utakuwa kichaa kama akiweza kuloga, wewe utamwazaga tu Ofoi. Ameshaweza kulala paka na wamama watu wazima kwenye hichi kijiji. Wewe umejuaje sasa Fifi? Unajua kwenye hichi kijiji mimi najulikana vizuri kweli kweli, na sehemu mbalimbali mimi natembea napata habari mbalimbali. Sasa kama vipi nikamwambie mfalme? Asema hapana. Kwanza una mwili mzuri. Umeona sasa jamaa yako? Anavutia kamba kwake anamharibulia Ofoi kabisa. Sasa unajuaga kakaangu atakagi mimi niweze kusimamaga hata na mwanaume. Okotoni rafiki yangu hana shida. Hebu usifanye hivyo. Njoo bwana Nafisa. Nafisa aliondoka. Jamaa kashamharibulia Ofoi. Yaani mwanamke huyu anachezea moyo wangu kweli kweli. Yaani na pia lazima nitazaa naye watoto 8 huyu. Hakinikubalia tu. Hasema nilikuwa shambani. Ndugu yangu. Nilibahatika kudondoka kwenye mti, lakini sikuumia. Ila nilipoanguka tu, kuna kiumbe wa ajabu alitokea, li shetani kunikimbiza. Huyu ni mpambe wa mfalme na huyu ni mwana kijiji. Mwingine tu. Unajua wewe ni mjinga. Unataka kuniambia nini? Hivyo unajua kabisa yule shetani alitaki kelele. Likisikia kelele mahali popote linakuja. Hapendi kelele ya aina yoyote ile. Sasa hata kama ulidondosha nazi ukiwa juu ya mti, singestahili ushuke. Wewe utakuwa utulia, hata hatua akisikia anafuatilia sauti. Umenielewa? Kwa kuwa makini na hicho kiumbe. Ndio maana style ni kunong'ona hapa kijijini. Basi poa mtu wangu. Leo Nafisa nishakwambia huyu ni duminjike, hasikiagi na atulii nyumbani. Leo alikuja zake ziwani. Anahitaji kuweza kuoga zake hapa. Basi taratibu alichojua nguo zake. Huwezi kupata bafu. Ni mrembo kweli. Sasa alijirushia kwenye maji akapiga kelele. Yomba huyu hapa. Mzee wa kazi amefika na panga lake. Umeniita mwenyewe huku wapi? Sasa cha ajabu amfuati Nafisa. Nafisa akapiga maji kwa nguvu tena. Linasikia sauti linakereka.
Lakini sasa mfuati na afisa kwa nini? Kwenye maji. Why is it that the monster is not making any harmful move today? Sasa nadhani hapa naweza kupata jibu kwamba huyu shetani anaogopa maji. Kwa nini anifuati huku kwenye maji? Katika nchi kavu anakufuata na anakuua hapo hapo. Akawa anampigia kelele. Hey! Niko kwa huku. So I see. Sasa si umeona? Anajiuliza mwenyewe kichwani kabisa. Haliji. Alishukuru Mungu asema sasa nimejua udhaifu wa huyu kiumbe. Leo kwa mfalme Boteng pamoja na Fifi. Mnajua nyinyi ni watu ambao waerevu sana. Na pia na waamini kwa jumla. Nakumbuka mara mwisho tulikuwa tukimzungumzia huyo kiumbe. Mliniambia kwamba mtaniletea majibu yenye kueleweka. Udhaifu wa huyo kiumbe ni upi ili niweze kudili naye? Nahitaji kupata majibu mazuri kutoka kwenu. Bwana mfalme. It is true that ni kweli kama tulivyokuambia. Get possible solutions. Lakini paka sasa hatujapata jibu la kueleweka. Hatujajua udhaifu wake ni nini. Ila bado tuna muda wa kuweza kufuatilia jambo hili. Tupe muda mfalme. I think we just have to continue with this our silence lifestyle. Yes. That is seems to. Silaha ya kwanza tulioipata kama hivi tunavyoishi ni kuwa kimya tu kwanza. Tuendelee kunong'ona tu kwa muda. Lakini Fifi naye alimwambia, "Bwana mfalme, nafikiri Fifi, mimi niko sahihi. Hai pamoja na Boteng pia yuko sahihi. Haya mambo tutaweka sawa. Tuendelee kwanza kuishi hivyo kwa kunong'onezana. Hiyo ndo silaha kubwa, tusije tukafa wote hapa." Bado hatujajua kwamba kwanza ili shetani ni binadamu ndo anatufanyia hivi au ni shetani. Bado hapo hatuelewi. Ni binadamu wa kawaida au ni shetani? Tafadhali tupe muda wa kuendelea kufuatilia. The absence of the chief priestess has created this vulnerability because she is the eye of the gods. She was able to see and even tell us what the beast doesn't like. What I'm thinking is that if the beast can kill somebody with powers like this, hakuna anayeweza kujitolea hapa kijijini hata awe na nguvu kiasi gani wa kumfesi huyu kiumbe na kupambana naye. Utulivu ndio jibu kwa sasa. Wajua mfalme, kama mfalme mimi nina maamuzi. Sio lazima kwamba tunganganie kwenye hichi kijiji. Kuna sehemu nyingi za kuweza kuishi. Hapa tutakufa na hamna sababu ya sikufa kizembe. Mfalme amesema atalifanyia kazi hilo mwenyewe. We have to do something. We've been doing something for all this while. That is to no avail. The king is counting on us. And we have to go as far as we can to bring out the possible. Sasa kama vipi inabidi kumshauri mfalme tuame mbali na kijiji hichi. Wena huyo shetani hataweza kuja. Kwa labda yeye ametumwa kwenye hichi kijiji kuja kuua watu wote hapa. Tukiama mbali hawezi kufika huko. Kila mmoja alikuwa kiwaza la kwake. Wakati huo cha umbea sasa Fifi hapa alikutana na Bote pamoja na Ufowi. Bado wana discuss juu ya kupata udhaifu wa huyu shetani. Kila ngeuza macho wana mama Nafisa ambaye ogopi kwenye hichi kijiji. Tomboy aliwapa ishara. Wanaume wakiwa wanazoza hapa, kiumiza vichwa. Ni Nafisa yule. Nafisa anawaita ambia njoeni nifuateni mimi. Nifuateni. Lakini kumbuka Fifi mbea kweli kweli. Yeye alitumwa akamrekebishie mwenzake mambo akaenda karibu mazima.
Wachane naye. Sasa wanamfuata Nafisa alipowaita. Aliwaitia huku ziwani. Kumbuka Nafisa alishajua udhaifu wa huyu kiumbe huyu shetani, kwamba yeye na maji hawapatani. Ambia nyinyi wote naombeni muingie kwenye maji. Kwa vitendo hakuna tatizo, ingieni kwenye maji. Akaona hawamuelewi. Sasa ibidi avue viatu vyake. Binti ana shida gani? Tomboy huyu anatutia kwenye maji. Anataka nini? Hawakumuelewa maana yake Nafisa. Nafisa akaingia kwenye maji. Akaanza kupiga ukunga. Hey! Piga ukunga la shetani si linakuja. Huyu hapa. Kashafika na lipanga lake. Nani kaniita? Nani kaniita? Kumbuka hii hapa ni sehemu ya 8. Sehemu ya 9 hii hapa, tunaendelea mbele. Usicheze mbali na remote yako. Ehe, baba, kitu nakiita The Quiet Place. Si ndivyo? The Quiet Village. Chana na The Quiet Place. Sasa hii hapa, sehemu ya 9. Inakuwaje?